Kumekuwa pia katika chama cha ODM kumekuwa na migawanyiko. Tumeona kuna upande wa Oburu Odinga na upande mwingine wa Linda Mwananchi ikiongozwa na seneta wa Nairobi Sifuna. Sasa kwa maoni yako, unaona kama hii chama kinaelekea mwisho wa kufunjika ama ni yapi maoni yako? Iko hivi, hii ni mkawanyiko tu ya kutafuta. Unajua kila mtu anataka kuwa pingwa si hayati Raila alilala. Sasa na uongozi yule alishikilia kwa ile muda yote ni Raila. So ikiwa aliondoka na hata ndugu yake yule mzee alikuweko, ni ndugu yake mkubwa Oburu, sasa ameshikilia. Lakini kijana yetu ambaye ni Sifuna alikuwa anataka kuongoza. Lakini unajua ndugu yangu, uongozi pia ina utaratibu na inaungwana. Wewe siongoza watu na kelele, maneno ya vicheche ya mdomo, hata hauna heshima. Yes, sasa ingine kuwa katika uongozi ni vizuri kuwa na heshima. Lakini viongozi ambao ni wachanga wanasema ni wakati wa wasee sasa kupumzika, waachie nafasi yao. Wako unaona aje? Nikwambia aje? Unajua sasa ingine vijana wetu wanakosea na wanajilani. Kuna mazungumzo vitu viwili wanasema anyway umeweka kwa njia nzuri kupumzika. Na unajua kupumzika ni kulala kwa sanduku. Sasa unawezaje kupumzisha mtu ambaye bado hako hai na anasikia kukula na kuendelea? So haiwezekani kwamba ati wasee wapumzike. Wasee maandiko kama katika mazungumzo ya kimethali ati hakuna mahala palipo na wasee mambo hayaharibiki. Kwa hivyo nikuambia leo, na hii itakuwa hivyo tu. Hawa vijana wamepepwa na upepo hiyo wanaenda. Lakini ODM still strong. Hii ambaye mzee yako naye anaendesha. Bwana anaenda akisaeka. Unajua mtu anapoenda akisaeka anakuwa more strong. Kwa hivyo na chama si atakuwa ameachiwa mtu ambaye anaenda kusaeka? Hapana, si kuna msichana hata pale. Unafikiri mzee huyu ana watoto? Kuna watoto. Si hata nani anaitwa nani? Gladys, hata nani? Hata huyu jamaa wa Mombasa anaitwa nani? Tuko na watu. Kuna watu pale kwa protest. Lakini Wakenya wanasema hicho chama wanataka watu ambao ni wajasiri, watu kama akina Sifuna, watu kama akina Babu Owino. Wale ambao wako saizi wanasema ni watu ambao ni wa yes sir. Unakubaliana na hayo? Hakuna kitu inaitwa yes sir. Wale watu wako na misimamo yao ya wenyewe. Hawa watu hakuna mtu anawaambia yes sir. Sikiza ndugu yangu. Wewe unafikiria kama si Rais Ruto kusimama na jamii ya Okinga kusika nani Raila kwa heshima, wewe unafikiri hiyo family wangelikuwa watu leo? Kama rais angekaa independent asonge tu kando na awajilie, wewe nafikiri hata kitambo, unajua hao watu wangeweza kupepa nani mwili ya Raila kutoka Nairobi Wajaluo na ujasiri ile wako naye mpaka Bondo kupita hii barabara. So ilikuwa shida. Kwa hivyo serikali waliona kwamba lazima waingilie, na pamoja na hayo huyu jamaa anaitwa Raila ni kiongozi wa miaka mingi. Kwa hivyo anastahili kusikwa kwa heshima. Kwa hivyo pamoja na hiyo kusikwa kwa heshima, kama si ownership ya rais angeweza kupata hiyo nafasi. Kwa hivyo ndio sababu watu wanasema yesa. Hapana, Rais Ruto hakuna heshima kwa ile family. Nirudie nyuma hapa. Uliona vile Kalenjin walifanya katika all Kenyans. Uliona vile Kalenjin walifanya kwa ajili ya hiyo family ya kwa Okinga. Yes. Ng'ombe 80. Wewe umewahi kuona hata kwa kabila zingine kupelekewa ng'ombe 80? Hiyo ni heshima ya namna gani? Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wale watu tulimpenda huyu mzee
hata ingawa alikuwa kwa opposition, lakini kuna mambo mazuri aliyafanya. Ndio. Asante sana kwa maoni yako. Tunaweza endelea pia.